Karibu tena katika Ringo Psycho Spiritual Hub, kona yako ya saikolojia na imani, na mimi ni mwinjilisti na mwanasaikolojia Paulo Ringo. Tumekuwa tunaendelea na somo letu la mtaala wa maisha, na katika somo hili la mtaala wa maisha tumekuwa tunajifunza hatua 4 za maisha ya mwanadamu. Tumeshaangalia hatua 2. Hatua ya kwanza tumeangalia juu ya mambo ambayo yanapaswa kufanywa tangu kutungwa mimba mpaka kufikia umri wa miaka 20 wa mtoto. Na hii tulisema ni hatua ya kwanza inayofahamika kama formative stage ama foundation stage, hatua ya maandalizi. Na hatua ya pili ambayo tumeshaizungumza hapa ni kuanzia miaka 20 kwenda mpaka miaka 35. Hii kitaalamu inafahamika kama exploration and risk taking stage, na tumeshaona mambo ambayo yanapaswa kufanyika pale. Maana hichi tunakiona kama ni kipindi cha uchunguzi na majaribio. Ni wakati ambao huyu kijana sasa anaingia kufahamu ule ulimwengu wake halisi. Kama kupata nafasi ya kujifunza, pia unaweza ukarejea hapo kuangalia sehemu hiyo ya pili, ni kitu gani ambacho tulijifunza. Na hasa leo tunataka tuangalie sehemu ya 3 ambako tunasema ni kuanzia miaka 35 mpaka miaka 55. Miaka 35 mpaka miaka 55, na hapo tutaona mambo ambayo yanapaswa kutokea pale. Na pengine kama ni mpenzi wa kusoma vitabu, unaweza ukapitia vitabu hivi vinavyoonekana hapa kwenye screen. Unaweza ukavitafuta mtandaoni au kwa namna yoyote ambao unaweza kuvitafuta, ni vitakavyokusaidia sana katika kuyafahamu zaidi haya tunayoyaeleza hapa. Hawa ni mababa wa saikolojia, ni wachunguzi wa mambo ya kisaikolojia, na ndio ambao wanaweza kutupatia ufahamu huu ambao unaweza kusaidia sisi kutengeneza kipindi hichi. Sasa kipindi hichi cha 3 tunakifahamu kama optimization ama consolidation stage. Optimization stage ama consolidation stage, na hatua ya uboreshaji. Hichi ni kipindi cha uboreshaji. Unaboresha yale yote uliyoyafanya kwenye vipindi viwili vilivyopita. Huu ni hatua ya kuboresha. Unaboresha, unapaka rangi yale ambayo umetoka nayo kwenye vile vipindi, kipindi cha kuandaliwa, lakini kipindi cha majaribio ambacho pengine umeanza kukifanya katika hatua ambazo pengine umeweza kuzifanya. Ni kipindi cha uboreshaji. Narudia tena, miaka 35 mpaka 55, mara nyingi mtu unakuwa unaboresha vile ambavyo umetoka navyo kwenye kile kipindi kilichotangulia. Na mara nyingi sana katika kipindi hichi tunasema ya kwamba nguvu kubwa sana inaweza ukawa unairudisha kwenye vile ambavyo ulishavifanya vikaonekana ya kwamba vina manufaa. Maana yake hapo utakuta mtu anaendeleza elimu, lakini anaendeleza kwenye eneo ambalo aliona lina manufaa. Kwa hiyo utamkuta anafanya masters, anafanya PhD katika lile eneo ambalo aliona lina manufaa. Lakini wakati ambao utaona mtu sasa anaboresha vipawa vyake anaviboresha, ni wakati ambao utakuta mtu anaboresha familia. Sasa ameshakuwa na mume wake, ameshakuwa na mke wake, kwa anatumia nguvu kubwa kuboresha familia, ni malezi, kupata mahali pazuri pa kuishi, kuwa na makazi mazuri zaidi, kuwa na maisha mazuri zaidi ya kifamilia. Lakini wakati wa uwekezaji, huyu pengine kama alishaanza biashara, unamkuta anaongeza nguvu kubwa kwenye uwekezaji na katika kile ambacho amekuwa anakifanya. Maana kifupi ni wakati wa kutanua mipaka. Hapa ni mambo mawili tu makubwa ambayo huwa yanafanyikaga. Tumesema jambo la kwanza ni wakati wa kuboresha vile ulivyotoka navyo katika hatua ya pili, lakini jambo kubwa ambalo linafanyika hapa ama hekima kubwa ya kufanya tu hapa ni kuongeza mipaka. Kuongeza mipaka ya vile ambavyo pengine umeviona vina manufaa. Ni wakati wa kutanua mipaka yako sasa. Usiwe tena na tucherehani tumoja. Ni wakati ambao inabidi sasa uwe na kaofisi ka ushonaji. Ni wakati ambao sasa unatakiwa na uanze kuajiri wengine pale. Uwe na cherehani hata 5, 6, 10, au kampuni sasa uanze kufungua kampuni kako ka ushonaji. Unatanua mipaka ya kile ambacho umekifanya. Kama ni biashara, unaongeza na tawi lingine, unaweka msimamizi hapa, unaenda unafungua na tawi lingine tena. Kama ni kilimo, sasa ndio wakati wa kuanza kulima kisasa katika mifumo ya kisasa na kuongeza uzalishaji katika kile kilimo chako. Kwa hiyo ni wakati ambao tunatazamia huyu mtu anaanza kutanua mipaka yake. Ameamua kuwa msafirishaji, amekuwa akiendesha bodaboda. Sasa tunamuona sio kwamba tu ana bodaboda moja, ana bodaboda anaongeza 5, 6, 10, anawapa na wengine wanafanya kazi, naye anajipatia kipato kutokea pale. Wakati ambao naye ameanza kuajiri watu sasa kwenye kile ambacho
anakifanya. Huu ndio wakati wa kuongeza mipaka yako, kuboresha kile ambacho pengine unapaswa kufanya. Hii ni kutoka miaka 35 kwenda mpaka miaka 40 kwenda mpaka miaka 55. Sasa angalizo kwenye hicho kipindi, ni mambo gani ambayo unapaswa kuepuka sana? Na haya mambo huwa pengine yanasababisha wengi wanayumba. Jambo la kwanza kabisa ambalo unapaswa kuepuka sana kwenye hichi kipindi ni kupoteza ile nidhamu yako ya awali. Inawezekana wakati wa kipindi kilichopita ulikuwa na nidhamu ya upambanaji, ulikuwa na discipline kubwa, ulikuwa na maadili, ulikuwa unamcha Mungu, ulikuwa una hofu fulani, lakini sasa unaweza ukajaribika kwa sababu pengine umeshaanza kuwa na umeshaanza kutanuka fulani. Unaweza ukajikuta unapoteza ile nidhamu ya kwanza, ukaanza na maisha ya uasherati, utapanyaji. Hapa ndio unakuta watu walianza kutafuta maisha na wake zao, wakiwa wanapambana kutokea kwenye sifuri, wakifikia hapa wanasaliti hata wake zao, wanaanza kuhamia kwenye maisha ya anasa na wanawake wengine. Wengine walikuwa wanamcha Mungu, walikuwa wanaomba Mungu, lakini unaweza ukashangaa hata uwaoni tena hata kwenye maisha yao ya imani. Wengine walikuwa wanyenyekevu, wenye nidhamu, lakini huwaoni tena kwa ile nidhamu. Kwa hiyo jambo la kwanza ambalo unapaswa kuepuka sana ni kupoteza ile nidhamu yako ya awali. Endelea na ile nidhamu yako ambayo imekusaidia kufika hapo ulipofika. Tena si tu kuendelea nayo, iboreshe. Boresha zaidi nidhamu yako. Kadiri unavyokuwa ndivyo ambavyo uwe na discipline zaidi katika kile ambacho unakiendea. Lakini jambo lingine la kuepuka hapa ni usirudie makosa ya zamani. Yaani yale makosa ambayo uliyafanya ukiwa kijana mdogo, usije ukajikuta tena unayarudia makosa hayo sasa. Wakati ule ulikuwa unafanya kuingia kwenye fursa kwa pupa bila kutafakari kwa kina, usirudie tena ya makosa. Tutakushangaa sasa ukianza kujikuta tena unaingia kwenye fursa kwa pupa ambazo zinakugharimu, na kati tayari ulishapita kwenye hicho kipindi cha kupigwa za uso kwenye maisha. Ni wakati ambao kila ambacho unakifanya sasa tunaamini ya kwamba utakuwa unakifanya katika weledi, kwa sababu umeshakuwa expert, umeshakuwa na uzoefu katika kile ambacho unakifanya. Usiyarudie sana yale makosa yako ya zamani, yale makosa ambayo pengine ulikuwa unayafanya wakati ukiwa unajifunza. Lakini ni wakati ambao haupaswi kuridhika. Wengi hapa wanaridhika kwa sababu ashapata uwezo wa kununua tu gari kwake, ashapata uwezo wa kuitunza familia yake, pengine hivyo anakaheshima na akapata. Wengi huwa wana relax, lakini sio wakati wa kuridhika. Pia bado haijafika wakati wa kuridhika. Ni wakati ambao unapaswa kuendelea kupambana kadiri ambavyo unaweza ili kuweza kufikia yale matunda mazuri. Bado ni wakati ambao unapaswa kuwekeza nguvu zako, pamoja na kwamba tayari umeanza kutumia, lakini bado uwekeze kwa nguvu, kwa sababu ile nguvu ya kuwekeza bado ipo. Usirizike mapema, usirizike mapema ukaona umefika, kwa sababu unaporidhika unapunguza uwezo wako wa kufikiri na kuongeza spidi yako, na baadaye maendeleo yatakuacha, maendeleo yatakurudisha nyuma. Lakini kosa lingine ambalo unapaswa kuliepuka wakati huu ni usitawanye nguvu zako pasipo msingi imara. Usifanye makosa ya kutawanya nguvu zako pasipo msingi imara kwenye hichi kipindi. Maana inawezekana tumesema ni kipindi ambacho unatakiwa kujiboresha, ni kipindi ambacho unatakiwa kuongeza mipaka. Hasa wakati mwingine, kwa sababu saikolojia yako, hata kama hujui, lakini saikolojia yako inafahamu ya kwamba ni wakati wako kuongeza mipaka. Kwa unaweza ukajikuta unatawanya nguvu zako vibaya vibaya, na baadaye ukajikuta unaharibu hata ule msingi ambao ulishaanza kuujenga kwa muda mrefu. Kwa hiyo ni kipindi ambacho lazima ujitahidi sana kuzitunza nguvu zako na kuzitumia nguvu zako kwa hekima, kuzitumia nguvu zako kwa akili, kutumia mtaji wako kwa akili. Ni wakati ambao unapaswa sana unapofungua matawi ufungue kwa akili, uanze kuangalia misingi na kucheki mifumo ambayo inaweza ikawa ina maana. Usitawanye nguvu zako vibaya vibaya. Kwa hiyo hichi kipindi hapa, kwa kweli wapendwa, ni kipindi ambacho kinahitaji utulivu mwingi. Ni kipindi ambacho kinahitaji pia nidhamu nyingi. Tunakutegemea sasa, wewe ndio baba, tunaanza kukuona namna fulani. Tunakutegemea wewe ndio mama, tunaanza kukuona katika mtazamo fulani. Tunakutegemea katika namna hiyo ambayo unaiendea. Kwa wakati mwingine ni wakati wako sahihi sasa wa kuanza kujionyesha ya kwamba umekubaliwa na umefanikiwa katika kile ambacho unakifanya. Ni wakati ambao tayari unatakiwa uanze kushika mkono na wengine, kuanza kuelekeza njia na dira. Ni wakati ambao macho yako yanatakiwa kuwa makini sana katika kuweza kuwavusha na kuwasaidia wengine, katika kutazama fursa zinazokuja, kuzichukua kwa umakini, lakini kuwa na nidhamu na discipline, kumuomba Mungu na kuitafuta hekima ya Mungu, na kuzingatia sana
vile vichache vilivyobakia kwenye mikono yako, vile ambavyo ulitoka navyo kwenye yale wakati wa mapambano, uvithamini na kuvitumia kwa nguvu na kuboresha kwa hekima kubwa, na baadaye utakuwa umevuka kwenye hichi kipindi ukiwa salama. Sasa hebu niambie, pengine inawezekana upo kwenye changamoto, upo kwenye kipindi hichi, ama ulishaikuwa kwenye kipindi hichi, au inawezekana una ndugu yako, pengine unamuona ni baba, ni kaka, unamuona kwenye kipindi hicho. Hebu tuambie ni changamoto gani kubwa sana huwa inawakabili watu ambao wanakuwa kwenye hichi kipindi cha tatu, kipindi cha optimization ama kipindi cha consolidation stage, hatua ya kujiboresha, miaka 35 mpaka miaka 55. Naamini kuna kitu tumejifunza. Sasa usiache kufuatilia hatua ya 4 ama season ya 4 ya maisha yetu, ambayo tutaizungumza kwenye kipindi kinachofuata mara baada ya hichi hapa. Mimi nakutakia kila laheri, kwa sababu najua unapoimarika wewe na sisi tunaimarika.